Ndugu jamaa na marafiki, mabibi na mabwana, tumekutana tena leo katika kurasa za vijana. Sisi kama Mido TV tumezamilia kwa dhati kabisa kuwaletea taarifa mbalimbali ambazo tunaishi nazo kama vijana, na namna ya kupeana changamoto za kimaendeleo na kupeana ushauri wa kibiashara pamoja na ushauri wa ndoa. Sisi kama Mido TV bado tutaendelea kutafuta taarifa za aina mbalimbali na kuwafikishia ndugu jamaa na marafiki washabiki wetu wa Mido TV, na taarifa hii yote italetwa kwenu na mimi mwenyewe Ibrahim Yusuf. Moja kwa moja, nisipotezee muda. Kuna mambo mengi sana yanatokea ndani ya ndoa, lakini watu wanashindwa watatueje. Utatuzi upo mwingi sana. Ni namna tu ya kufikiria binadamu tulivyoumbwa na kumchukulia mwenzako kama sehemu ya binadamu na ana mapungufu. Watu wengi wanashindwa kuvumilia ndani ya ndoa zao. Wanahamaki, wanaachana, wanagombana, wanatiana mpaka vilema. Wakati kumbe sababu ilikuwa wala sio kufika huko. Ni namna tu ya kufikiria na kuamua maamuzi sahihi kabisa, ukamwacha mwenzako akiwa mzima wa afya. Mimi binafsi sioni haja sana ya ndoa kuvunjika wala watu kutesana ikiwa maamuzi sahihi hapo ni kufikiria tu kidogo. Ndugu zangu, nikizungumzia swala la wanaume kwenye ndoa ni zito na ni gumu. Ikiwa kama mwanaume ina mengi sana ya kusema, ambapo wewe mwanaume mwenzangu unaniangalia na kunisikiliza, hii itakuingia. Na nitawazungumzia wanawake kwa namna walivyoumbwa wao, na wao wenyewe pia watasikia na wataelewa. Sisi wanaume unapojiandaa kuingia kwenye ndoa, kuna vitu vingi sana unajiandaa navyo. Kuna vitu vingi sana unavyofikiria utakutana navyo. Ndoa ina mambo mengi sana. Tunaiona mifano ya aina mbalimbali kwa ndoa zilizopita, zilizovunjika, zinazoendelea kuwepo na zilizokuwepo kwa misukosuko. Yaani namaanisha hazijatulia. Sisi wanaume tunapoingia kwenye ndoa moja kwa moja, tayari mwanamke ameshatukosea kwa 30% mpaka 40% bila kutukosea. Yaani hii katika vichwa vyetu sisi wanaume tunaingiza, tunakuwa nayo akilini kwamba huyu nilionaye bila kujua yeye kama kanikosea, tayari katika moyo wangu mimi ameshanikosea. Yaani kuna vitu tayari navifikiria na vipo kwenye moyo wangu nimevihifadhi. Ndio maana mwanamke akifanya jambo hata dogo linakuwa kubwa, kwa sababu kuna vitu tayari nimeshaviweka katika moyo wangu, vyenyewe vinakuja tu kuboost na kufanya viwe vikubwa, tofauti na wanawake. Maumbile ya wanawake ni kwamba atapokuwa ameingia kwenye ndoa, yeye anakuwa amefuta kila kitu. Hata kama wewe mwanaume anakujua vizuri, ulikuwa na wanawake karibia 20-30, kwa kuwa umeamua kumuoa yeye, basi yeye yuko peke yake na yale yote umeacha. Ndio maana anaingia kwa kujiamini na kwa kujitawala kabisa. Lakini sisi wanaume, unapogundua kwamba huyu niliyemuoa alikuwa na mahusiano na mtu fulani kabla sijamuoa, basi lile jambo halitoki kwenye moyo wako au akilini kwako. Yaani unakuwa nalo kiasi kwamba naweza likakukosesha hata amani. Hata ukikutana naye njiani yule mtu unakosa amani. Hata ikitokezea siku moja amekuja kwako, basi wewe amani una, tofauti na wanawake walivyo. Ndio maana hata ukichelewa kwenda gengeni, ukichelewa kurudi, kwa mwanaume ni tatizo, ni pressure. Lakini wewe mwanamke, mumeo au mwanaume wako akichelewa kutoka kazini ama sehemu yote alikuwaga anaenda, wala huna wasiwasi. Na hata ikitokea mwanaume anakupigia simu, yani mumeo anakupigia simu, mbona umechelewa? Sio tu kwa ajili ya usalama wako, kwanza ni kwa ajili ya mawazo yake na ule wivu wake. Kuzingatia hilo kwa ajili ya usalama wako ni dogo sana, au anaweza akalalia huko kwenye usalama wako, lakini kiwa saa ajue upo wapi na nini unafanya kutokana na yale ambayo yeye anayoyafikiria. Lakini kwa mwanamke ukimuuliza kwamba upo wapi saa hizi usiku, unamaanisha kabisa kwamba ni kwa ajili ya usalama wake. Ndugu zangu, lazima tuzingatie tunapoingia kwenye ndoa, tuwe na roho safi. Tusiwe na roho za kuwafikiria watu kwa mabaya. Wanawake ni watu wanapitia magumu sana, wanapitia makubwa sana, kiasi kwamba akikaa hivi anaumiza kichwa mpaka cha kufanya hana. Tuwavumilie, tuwapende,
tuwaelekeze nini wafanye na tuwape mapenzi. Hivi vitu vya kuingia navyo kwenye ndoa, yani unaingia kwenye ndoa ukiwa na makando kando tayari, hii sio sawa. Hii inakwenda kujenga mtafaruku mkubwa sana kwenye ndoa, yani hautamuelewa, hautamwamini tena. Kuna wanaume wengine wao ni visirani kabisa. Bora wengine wanaweza kuvumilia, yani mtu atakuvumilia, utafanya ile atakuvumilia, lakini wengine wana kisirani kiasi kwamba mpaka unaweza ukahisi labda huyu mimi hanipendi au kuna kitu kikubwa nimemfanyia. Lakini zile tu fikra zake, mtu anaingia kwenye ndoa akiwa na fikra tofauti. Ndugu zangu, tuishi vizuri na wake zetu, tuishi vizuri na ndoa zetu. Ndoa inataka amani, ndoa inataka upendo. Ukiamua kuoa, basi amua kwa dhati. Sio umeamua huku ukiwa na fikra tofauti kwa mpenzi wako. Hii haipendezi. Leo tuishie hapa. Kwenye muendelezo ninaweza nikakwambia mengi sana, na hata kwa nini mwanamke anaweza kutoka nje, na hata kwa nini mwanaume anaweza kutoka nje. Sababu zipo tena nyingi, na sababu nyingi za wanaume kuchiti ama wanawake kuchiti zinatoka kwenye mikono yetu wenyewe pamoja na midomo yetu. Kushindwa kuzihifadhi ndoa zetu, kushindwa kuhifadhi midomo yetu na mikono yetu. Ni wepesi kupiga, wepesi kuhukumu kwa maneno, wepesi kufanya mambo ya ovyo kwa ovyo. Ndugu zangu, naomba tuvumiliane. Ndugu zangu, asanteni sana kwa usikivu. Ila naomba msisahau kusubscribe kwenye TV channel yetu Mido TV. Utaona pale nembo ya duara ina alama nyekundu, pia imeandikwa Mido TV. Tuko na comedy za kuchekesha vizuri, zinakufanya uondoe stress kwa muda wote. Tuna za mchana, za usiku, zenye kuburudisha, kuelimisha na kufurahisha. Asanteni sana.